Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ulipo, kama unampenda Yesu sema amen. Kwa majina naitwa Pastor Benjamin, nimeokoka. Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ujumbe nataka tukashare ujumbe. Mahali ulipo, jiandae tukaweze kushiriki ujumbe pamoja. Na ujumbe unaelekea sana kwa single mothers, single fathers. Ujumbe unawaelekea wao, sababu sasa ni wengi wale ni single, ni wengi sana. Paulo anasema nini? Kabla sijaenda, wacha nishukuru kwa ajili ya neno. Baba, ninashukuru ni kwa ajili ya neno lako ninapoenda kuinena, ili neno likalete uhai, likalete afya, likalete wokovu kwa watu wako. Na ni kwa jina la Yesu ninaomba na hata kuamini. Mahali uliposema amen. Paulo anasemaje? Ikiwa wewe umepanga kuishi peke yako, ni vizuri, kwa sababu anasema angetamani sana watu wote wakae kama yeye, lakini kwa sababu ya kuwaka tamaa, ni vizuri kila mtu haowe na haolewe. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Paulo. Soma katika Wakorintho wa kwanza kifungu cha 7. Hapo ndipo Paulo anaongea. Na ni kweli sasa kuna masingu na kuna fathers wengi wa hata makanisani. Lakini ujumbe wangu ninawauliza wale ambao ni single, umeamua kukaa peke yako, basi kaa peke yako. Wacha kutajwa huku kwa nyumba za wenyewe. Unatajwa huku kuna mwanaume amekuweka, una boyfriend na umeokoka na umeamua kukaa peke yako. Basi ikiwa unataka kuolewa, si ukae maisha matakatifu. Mungu akuletee bwana, Mungu akuletee. Ufuate taratibu zote uolewe, ufuate taratibu zote uoe. Kwa nini unatajwa na mapenzi ya kiolelaolela na umeolewa na hujaolewa? Kwa nini unatajwa na mapenzi ya kiolelaolela? Huo ni usherati. Ikiwa umeamua kukaa single mother, kaa. Sionekane na mwanaume kwako. Na kama kuna mwanaume atapatikana kwako, ni mwanaume ambaye ana ushahidi ya kwamba hakuna kitu kinaendelea. Kwa sababu wengi ni masingu, na sasa wengi ndio wanaongoza kanisa. Wao ndio wanatumika katika madhabahu ya Bwana, lakini wako ndani ya dhambi. Wengine ni wanadada wameweka wanaume kwenye manyumba zao, na wao ni viongozi, ni waimbaji na pasta, kwa sababu yeye ni sandaka inamuumiza, na ni sandaka ndio sandaka ndio anatafuta. Hawezi kukuambia kama ni dhambi. Hata wengine atakuambia enda ubarikiwe, kwa sababu unaleta sandaka ambayo inatoka katika inatokana na usherati, na anaombea hiyo kazi yako ya usherati iendelee na kupanuka. Nataka kukuambia kama ni mbaya, atakuambia barikiwa sana. Hata ningefikiria ingekuwa vizuri sandaka tunaotoa na sandaka ambayo iwezi kukubalika. Maandiko inasema sandaka ya mwenye dhambi ni chukizo mbele za Bwana. Sandaka ya mwenye dhambi ni chukizo mbele za Bwana. Anaongea na watu ambao wameokoka wenye dhambi. Aongei na wale wako kule nje. Watu ambao wako kule nje hawajaokoka, hawajui Yesu ni nani. Sandaka zao si chukizo mbele za Bwana, kwa sababu bado hawajaokoka na hawajui ukweli. Hawajui ukweli. Wakijua ukweli, sasa wakija kwa nyumba ya Mungu tunawaelezea ukweli. Lakini hao wakilete tunapokea, kwa sababu labda hiyo njia ndio Mungu atatumia kuokoa. Lakini watu waliookoka wenye dhambi, sandaka zao ni chukizo mbele za Bwana.
hata ukipeleka madhabahuni ni kazi ya bure. Wewe unainua mikono unasema Bwana Yesu asifiwe, nimeokoka, na sadaka yako inatokana na usherati. Unafanya usherati ndio unapata pesa. Wengine wamechukua mabwana za watu na wameokoka. Hiyo sadaka hiyo pesa unayopewa na wewe mwanaume na unapeleka kanisani, hakuna mabadiliko inaingia kwako, sababu ni sadaka ya dhambi. Mungu anasema sadaka ya mwenye dhambi ni chukizo. Umeokoka dada, umeongoka ndugu, ujue nyumba ya Mungu ndio iko na shida. Wale watu wako kule nje hawana shida kwa sababu hawajaokoka na wanataka wamuone Mungu kanisani, wakuje kanisani waokoke. Wengi wanaongoza ibada za uimbaji, ni waimbaji na ni washerati, bado wanajitanisha na madhabahu. Lazima turekebike hapa katika nyumba ya Bwana. Hapa katika nyumba ya Bwana lazima hii nyumba ya Bwana ionekane takatifu, ndio tuwe tunafutia wale wako nje. Wale wa nje tunawafutia, tunawalete kwa nyumba ya Mungu, kwa sababu ni Mungu ambaye tumesimama na yeye na tunaheshimu sheria zake. Tunawafuta wote, wanakuja katika nyumba ya Mungu, wanatupata ni sisi ni watu ambao tumekaa katika misingi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima watu wa Mungu tusimame katika nyumba ya Mungu. Sai wenye dhambi ni kama wako kanisani. Kanisa inaweza kuiko na watu elfu moja, lakini wale wameokoka ni watu 5. Wengine wote ni wenye dhambi, lakini wanasema Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima watu wa Mungu ambao nyinyi hamujaolewa na nyinyi hamujaoa na umeamua kukaa peke yako, kaa peke yako. Usitajwe na mwanaume na umeamua kukaa peke yako. Ikiwa umetaka mwanaume, olewa. Olewa ndoa ambayo ni ya heshima. Naenda kwa mwanaume anakupenda, amalize taratibu zote, alafu muende kanisani muombewe, mkaanzishe familia. Huo ni utaratibu. Lakini sio mnalalana kwanza, alafu baadaye mnaoana. Mlisherati, mkafanya usherati, alafu mkaenda kuoana. Hiyo ni machukizo. Hiyo ndoa haiwezi kuwa ndoa nzuri. Hiyo ni ndoa ambayo itakaa na matatizo, kwa sababu ni imejengwa juu ya msingi wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Umeamua kuoa, umeamua kuolewa, oa ndoa takatifu. Umeamua takaa, hautaolewa, hautaoa, usitajwe na mwanaume, usitajwe na mwanamke. Kaa hayo maisha. Paulo aliishi hivyo, na Mungu atakubariki. Barikiwa sana na huo ujumbe. Naamini ya kwamba ni ujumbe utawafikia kama kanisa. Utafikia kanisa na mwili wa Kristo kila kona, Afrika nzima, Uganda, Burundi, Tanzania, Kongo, Kenya nzima. Huo ujumbe ni wenu, muupokee. Tunataka tuone nyumba ya Mungu ikiwa safi. Hataki kuona uchafu kwa nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu imejaa uchafu mwingi sana. Tutatoaje uchafu kule nje ikiwa bado nyumba ya Mungu imejaa uchafu? Tutasafisha kule nje namna gani? Lazima tusafishe hapa kwa nyumba ya Mungu, ndio tupate uwezo wa kwenda kusafisha kule nje. Tupate uwezo wa kwenda kusafisha kule nje, mpaka tusafishe ndani. Maandiko inasema hukumu itaanza Yerusalemu. Hapo ndipo hukumu itaanza. Hapa kanisani hapa ndipo hukumu itaanza. Hapa kanisani ndipo watu wataanza kuhukumiwa. Watu wataanza kuhukumiwa hapa kanisani. Hawataanza kuhukumiwa kule ndani. Maana kule hawataanza kuhukumiwa kule nje. Maana kule nje walitutegemea sisi. Walitutegemea sisi. Walitutegemea sisi tuokoke
ndio tuweze kuwahubiria na hatukuokoka. Kwa hivyo hukumu itaanza kanisani. Je, tulikuwaje? Ndio ifike kule nje, kwanza inaanza kanisani. Kwa hivyo mahali ulipo umeokoka, okoka. Mungu hataki kuona uchafu kwa nyumba yake. Ndio maana unaona makanisa mengi ni nyumba ambazo watu wanaingia, lakini hakuna Mungu ndani. Kuna Mungu ndani kwa sababu ya matendo ya watu walio humo ndani, kuanzia mtumishi wake mpaka washirika mpaka kila mtu. Mpaka tubandilishe nyumba ya Mungu ibandilike, ndio kule nje tupate uwezo wa kwenda kuhubiria watu. Angalau Mungu atuhubirie, atupee neema ya kwenda kule nje na kuhubiria watu wabandilike. Lazima hapa ndani pawe pasafi. Masinguzi ni wengi, wenye dhambi. Ameweka mwanaume, ameweka msichana, ni boyfriend, ni girlfriend, na wanashiriki na wameokoka, wanasema Bwana Yesu asifiwe. Inakuwa hata mataifa hawatuheshimu sisi kwa sababu ya matendo yetu hayaendani na Kristo. Barikiwa sana na huo ujumbe, naamini utafikia mataifa yote. Mungu awabariki sana. Nataka nimalizie kwa maombi. Baba, ni asante kwa ajili ya neno lako, limewafikia watu wengi, limekomboa watu wengi, wamesikia neno lako. Baba, bandilisha maisha yao, kabandilishe mawazo yao. Baba, kaweze kuwapa ushindi na neema ya kuokoka na kuachana dhambi. Yesu, neema ya dhambi kashuke ndani yao. Ninaachilia neema ya kushinda dhambi, neema ya kuacha dhambi mara ya kwanza, neema ya kuacha dhambi, neema ya kushinda dhambi mara ya tatu, neema ya kushinda dhambi mara ya 4, neema ya kushinda dhambi mara ya 5, neema ya kushinda dhambi mara ya 6, neema ya kushinda dhambi mara ya 7. Watu wako wakasimame na wakakujue, na ni katika jina la Yesu naomba na nitakuamini. Amen. Mahali uliposema amen, barikiwa sana.